Guys, karibuni sana katika channel yangu ya Heritage Tech, na leo nitawafundisha njia 10 za kuuza bidhaa mtandaoni au online. Sawa kabisa basi, nakuelewa. Sasa njia 10 za kuuza bidhaa online. Cha kwanza ni katika dunia ya sasa, kuuza bidhaa mtandaoni imekuwa fursa kubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Hata hivyo, ushindani ni mkubwa na bila mbinu sahihi unaweza kujikuta unahangaika bila matokeo. Katika video hii nitakuelekeza njia 10 za kuuza online. Cha kwanza ni elewa mteja wako anataka nini. Mjue target customer au target audience wako. Usiuze kwa kila mtu. Sio kila mtu ni mteja wako. So usiuze kwa kila mtu. Elewa shida za mteja wako. Zungumza lugha yake. Kwa elewa, kwa mfano, mtu kuna tangazo kiliona, kuna aina ya matangazo kiliona tunajua huyu jamaa ametengeneza ili tangazo kwa ajili yangu, ananitarget mimi, au unashtuka mbona kama ananijua zaidi anavyojijua mimi. Kwa that's how unahitaji kumjua mteja wako. Kitu cha pili ni tumia mitandao ya kijamii kama strategy. Kwa chagua social media kadhaa ambazo utakuwa unatumia ku market bidhaa au huduma zako, then ndo unakuwa unatangaza bidhaa zako. Sasa kuna social media kama Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Kwa hiyo chagua wapi unaona fits you, ndo focus na hapo. Sehemu ya tatu ni tengeneza content inayovutia. Tengeneza posts zinazovutia, tengeneza videos zinazovutia, tengeneza captions zinazovutia, tengeneza content ambazo yani mtu akiziona anataka kuengage content zaidi. Kwa mfano mtu akiona content za Nifa, mtu akiona content za ubebaji PC, anashawishika kuziangalia. Kitu cha 4, jenga uaminifu kwa wateja wako. Post testimony. Testimony ni mrejesho. Umemhudumia mteja, amepata matokeo mazuri au amefurahia bidhaa, mwambie akupe mrejesho. Post ule ni mrejesho. Kwa mfano mimi watu ambao wana namba yangu WhatsApp wanaonaga na post mrejesho. Hivyo. Kuwa na call to action, CTA katika post zako mara kwa mara. Umeposti, weka CTA. Wateja waje wapi? Wako DM Instagram, waje WhatsApp, wakupigie simu, wafanye nini? Wapate hiyo bidhaa. Kitu cha 6 ni fanya offers tengeneza offers zinazovutia. Kunaweza kuwa na bonus, uko na discount, time limited, labda offer inaisha saa 6 usiku, offer inaisha saa 10 usiku, offer inaisha saa 10 jioni. Wewe sasa ndo unapanga. Weka sababu ya kununua leo. Ukiweka offer, ukiweka bonus, ukiweka discount, inampa mteja sababu ya kununua leo. Kama alikuwa na mpango labda hii bidhaa ya Joni nilikuwa na mpango ninunue labda kesho kutwa, ila leo ametoa offer ya 20, analipia leo. Hata kama alikuwa na mpango analipia. Fanya follow up kwa leads zako. Mteja alikuja maybe anataka kununua bidhaa fulani, akakwambia labda nitanunua kesho kutwa, au hakukujibu. Baada ya wiki mbili, mcheki, mwambie bro au sister, ulinicheki unataka hii bidhaa, so vipi, unataka unanunua? Kwa kumbusha anunue bidhaa yako bana. Mwambie hi bro, na ulinicheki unahitaji bidhaa fulani, nafasi zimebaki chache sana. Grab attention yake, nafasi zimebaki chache sana. So upo tayari kulipia upate bidhaa au huduma yako, then atakureply, atakujibu. Kwa 80% ya mauzo kutoka baada ya follow up. Kwa follow up inasaidia sana. Jifunze kila siku marketing trends. Mitandao na algorithm hubadilika mara kwa mara. Ukiwa static unabaki nyuma. Kwa penda kuupdate information yako, penda kuupdate information yako, sababu hizi social media zinabadilika kila siku. Maybe mfano zamani Instagram ilikuwa content zinaenda tu kawaida, lakini sasa hivi ukitaka content yako ende viral lazima uipost, ipate some engagement, uiboost kidogo hivyo, content inapata a lot of views. Kitu cha 9 ni tengeneza orodha ya wateja, either WhatsApp au WhatsApp list.
either kwenye email list au WhatsApp list. Unaweza kupoteza, unajua hizi social media muda wote account inaweza kufungiwa. Mfano mimi nimefungia account yangu ya Twitter, I have a new account, unaweza kunifollow, Serity hapa. So ukitengeneza a WhatsApp list au email list ya wateja wako, inakuwa rahisi kuwafikia, kuwa DM, kuambia kwamba nimeleta mzigo mpya, nataka kununua huu hapa. Kitu cha 10 ni kuwa na consistency, kuwa na ule muendelezo wa kufanya jambo. Sio umeanza leo haujauza umekata tamaa. Do it. Kifanye mara 90, kifanye mara 10, kifanye mara kadhaa. The more unafanya jambo fulani, the more unaiva katika hilo jambo. That's what it is. Kwa consistency ndio inageuza jitihada ndogo kuwa mafanikio makubwa. So guys, subscribe, Serity hapa.